Shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO ni shirika ambalo lilianza mwaka 1973 likiwa na majukumu ya aina tofauti tofauti, lakini kubwa kabisa shirika hili ni chachu ya maendeleo ya viwanda vidogo nchini Tanzania. Jukumu likiwa ni kutoa huduma ambazo zitachagiza uanzishwaji na ukuaji wa viwanda vidogo, ambavyo hivyo viwanda vinaweza kuwa katika sekta tofauti tofauti, aidha sekta ya kilimo, ufugaji, uvuvi na kadhalika. SIDO ina ofisi katika mikoa yote ya Tanzania bara, na tupo pale tunapatikana kwa ajili ya kutoa huduma zifuatazo. Huduma ya kwanza, tunatoa mafunzo, ambayo mafunzo ni mafunzo ya ujasiriamali yanayokueleza au kukupa wewe Mtanzania ujasiriamali ni nini, uwe na sifa zipi. Lakini pia katika hayo mafunzo tunatoa mafunzo ya ufundi, namna ya kutengeneza vitu mbalimbali, namna ya usindikaji wa vyakula, kutengeneza chaki ambazo hazina vumbi zinazotumika katika mashule yetu, kutengeneza batiki, kutengeneza vikoi na kadhalika, na kazi mbalimbali za mikono, viurembo na vitu kama vile ambavyo mjasiriamali au Mtanzania akiweza kupata huu ujuzi unamhakikishia kipato, na akaweza pia kupata ujuzi wa hayo mafunzo ya ujasiriamali, anaweza kuanzisha biashara yake na akaisimamia na ile biashara ikakua. Lakini SIDO pia inatengeneza mashine na vitendea kazi mbalimbali, kwa sababu huwezi kuwa na kiwanda ambacho hakina mashine, huwezi kuwa na kiwanda ambacho hakina vitendea kazi. Kwa hiyo tunatengeneza mashine na vitendea kazi vya aina tofauti tofauti. Nitataja tu chache ingawa zipo nyingi, lakini ni mashine ambazo zinaongeza thamani ya mazao ya korosho, pamba, alizeti, karanga, mchele na mahindi na kadhalika. Na baada ya kusemea huduma ya pili ambayo ni kutengeneza au kuzalisha vitendea kazi pamoja na mashine mbalimbali zenye kuongeza thamani ya mazao ya aina tofauti tofauti, SIDO pia ina huduma nyingine ya kuwaunganisha wale wajasiriamali na masoko. Kwa maana ya kwamba tutawafundisha ndio mbinu za kutafuta masoko, lakini pia tutaandaa matukio na matamasha mbalimbali na majukwaa mbalimbali ambayo yanawasaidia wale wajasiriamali kutangaza bidhaa zao. Wakati huo tunakuwa tumeshawaivisha namna gani ya kufungasha bidhaa zao, zile bidhaa wanazozalisha ziwe na viwango vya aina gani na kadhalika, kuwaunganisha na taasisi au mashirika ambayo yanahusika na zile taratibu zinazowasaidia kuziwezesha zile bidhaa zao ziweze kukidhi vigezo na matakwa ya soko. Asante sana Masana, nilikuwa namalizia huduma ya mwisho. Huduma ya mwisho ni huduma ya fedha, kwa maana ya kwamba SIDO inatoa mikopo, na katika hii mikopo tuna mikopo ambayo ina 9% kwa mwaka na inatolewa kwa miradi ambayo ni ya uzalishaji, na 12% kwa miradi ambayo sio ya uzalishaji. Kwa hivyo kwa ufupi tu niseme kwamba karibuni sana SIDO, tupo katika kila mkoa. Na nielezee vizuri kidogo. Kuna wakati fulani mlikuwa mnaeleza kuhusiana na utoaji wa mikopo, lakini mnakuwa mnashirikiana na mabenki. Sasa hivi imerudi mnatoa wenyewe au inakuwaje? Yes, ni amelieleza kwa hatua ya awali kwamba pamoja na kuwa tuna huduma kubwa mbili hapa, matatu. Moja ni kuwapa ushauri kuhusiana na masuala ya fedha, lakini ukienda la pili ni kwamba SIDO wenyewe tunatoa mikopo midogo. Tunaishia milioni 6 tu, kwa maana ya kumpa mtu mmoja ili aweze kuongeza ile tunasema fedha and share working capital kwenye mradi wake. Lakini anapokuwa anakuwa sasa, tunazo program mbalimbali ambazo SIDO tumeshirikiana na taasisi za fedha kwa ajili ya kuona yule mtu ambaye tumemwendeleza na anataka fedha zaidi, sisi tunaweza tukawa ni kama kiungo cha kuwezesha yule mjasiriamali akaweza kupata fedha hizo, na zinaanzia milioni 8 mpaka milioni 500. Tunazo program kama mbili, kuna CGS, kuna Sanvin, ambapo hapo mtu anaweza akapata mpaka milioni 500, lakini anapitia SIDO. Hii yote ni kuonyesha au ni kuweka ile dhana ya kumlea kwamba anapoendelea kukua basi usimwache tu asema endelea, no, bado tutakuwa tunaendelea naye. Sawa, tuje kwenye wiki tulionayo, wiki ya huduma kwa mteja. Ni namna gani SIDO mnafanya kwenye wiki hii? Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji.
mtangazaji. Kwanza tunashukuru kwa kutukaribisha. Ni siku nzuri, ni wiki nzuri. Wiki hii ni huduma kwa wateja kama ambavyo umeisema, na sisi ni sehemu ya taasisi ambayo tunaiadhimisha. Na SIDO tumekuwa tukitoa huduma ambazo meneja masoko ametoka kuzieleza kwa mapana yake, lakini kwa wiki hii nini ambacho SIDO tumeamua kufanya ni kwamba pamoja na kuwa na ratiba ya kutoa huduma zetu hizo, mafunzo, ushauri, kutoa vipuli na vitu kama vya namna hiyo, lakini tumeona kwa sababu tunazitoa huduma katika aina kama mbili hivi. Moja, mteja anapokuja ofisini tunao wajibu wa kumhudumia, lakini tunao program pia ya kutoka ofisini na kwenda eneo ambalo mjasiriamali anafanyia shughuli zake, na huko kwenda kumpa huduma pia. Sasa katika wiki hii ya wateja tumeona ni vyema maafisa wetu watoke ofisini wawafuate wajasiriamali kwenda kuwapa huduma ama kwenda kuwashauri nini wafanye. Wakati mwingine mjasiriamali anaweza akawa anafanya biashara yake kwa asilimia hata 40, lakini yeye kwa mawazo yake akafikiri hapo ndipo mwisho, akafikiri yuko katika asilimia 90 hivi ya ufanisi. Lakini sisi tunapokwenda kumtembelea tunaweza tukaona zile changamoto ambazo ama zile gaps ambazo zipo katika kumuinua zaidi. Kwa hivyo maafisa wetu ama watumishi wa SIDO katika wiki hii wanazo program za kuwatembelea wajasiriamali ambao wameshawapa huduma na wale ambao hawajawahi kuwapa huduma, at least kwenda kuwaona, kujua changamoto gani, lakini na kuwapa ushauri stahiki ili kuweza kuwainua kutoka pale ambapo wapo na kuweza kwenda mbele. Kwa hiyo ni program ambayo tunaifanya siku zote, lakini katika wiki hii tumeipa uzito unaostahili. Kuna kitu fulani nataka kujua pia. Shirika kama SIDO muda mrefu kidogo lipo, na kwa nchi yetu hata nilikuwa najaribu kabla hamjafika hapa nilikuwa najaribu kuangalia dira ya taifa ya mwaka 2050, malengo ya dira. Ndio. Naangalia SIDO ni shirika ambalo ni muhimu sana, kwa sababu tunataka kwenda uchumi wa kati ambao uko sustainable, uchumi wa kati. Huwezi kufika kwenye uchumi wa kati kama shirika kama hili halijaanza kutengeneza watu, kwa sababu shirika ambalo pia linahudumia hawa wajasiriamali wadogo. Na umezungumza vizuri hapa mkurugenzi kwamba mnawasaidia hawa wajasiriamali pia kwa kuwapa mikopo midogo. Lakini kwenye wiki kama hii ya huduma kwa wateja mnawafuatilia na mnaendelea kuwafuatilia. Sasa kuna mjasiriamali ambaye anatutazama sasa kwenye digital platform zetu, lakini anayetusikiliza hivi sasa anatamani kuifikia SIDO. Masawa amesema meneja hapa kwamba mko nchi nzima Tanzania bara. Anatamani kuifikia SIDO, anafanyaje? Mwingine ndo anasikia SIDO natamani, unajua wajasiriamali hawa wadogo natamani nifike SIDO na mimi nipate labda mafunzo, kuna gharama zikoje, utaratibu wao ukoje, hajui namna ya kufanya. Na mwingine anafanya biashara, anaona kimwambia mwenzangu hiki nitakuwa kama nimemfumbua. Na nyinyi mpo kwa ajili ya kuwasaidia watu. Nataka tusikie hiyo kidogo. Asante ndugu mtangazaji. Bahati nzuri kama alivyozungumza meneja masoko ni kuwa SIDO tunapatikana mikoa yote. Idea ilikuwa ni kwamba mtu aliyoko Mtwara, aliyoko Mbeya, aliyoko Mwanza asianze kutoka Mwanza anakuja Dar es Salaam, ama anatoka Mwanza anakuja Dodoma kwa ajili ya kutafuta huduma ambazo tumezieleza hapa. Maana yake ni kwamba mtu wa Mwanza aweze kufika katika mkoa wa Mwanza, kila mkoa uweze kuwa na ofisi kwa ajili ya kuwasaidia wajasiriamali katika maeneo hayo. Lakini dunia inabadilika. Dunia ni sasa hivi ni kijiji wanasema. Tumeona na sisi tuingie kwenye social media ambazo meneja masoko atatoa takwimu zake vizuri, kwa maana tunapatikana wapi kwenye Facebook, kwenye
X na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunapatikana katika maeneo yote. Kwanza makao makuu ya mkoa, ukienda SIDO, kwa sababu kama nilivyosema tumeanza toka mwaka 1973 katika mikoa mingi, lakini mingine mipya wakati inaanzishwa na sisi tumeanzisha SIDO. Kwa hiyo tunapatikana pale. Kwa hivyo inakuwa rahisi kwa mjasiriamali au mwananchi kuweza, kama aliyopo Kigoma akaenda SIDO, na sasa tuko katika harakati nyingi kweli za kwenda mpaka wilayani. Tumeshaanza baadhi ya wilaya kama Kahama, Chato na maeneo mengine. Tunafikiria kuweza kusogeza huduma kwenye wilaya, kwa sababu kama zilivyoelezwa huduma hizi ni muhimu sana, na kama nilivyosema dira 2050 ni dira ambayo inawataka wananchi waweze kujiongezea kipato ili waweze kufika uchumi huu ambao tuna utamani. Sasa mtu hawezi akaenda pale kama uzalishaji uko chini, hawezi akaenda. Tunataraji kufikia 2050 tuwe na uwezo kama taifa dola milioni 1. Sio jambo dogo. Lazima kuwepo na mikakati thabiti ambayo inamwezesha mtu kuweza kufikia hatua hiyo. Umezungumza vizuri mkurugenzi wa masoko na uwekezaji, ndugu Ntahamba. Umesema vizuri sana kwamba ni kwa namna gani mmekuwa mkijikita katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo serikali nayo yanakwenda kufanikiwa. Nije labda kwa Masawe, zungumza kwamba unaweza kutuambia kwenye mitandao, si vibaya sasa hivi wajasiriamali wengi wana hizi simu za kisasa, anaweza kupata akawafollow ama akapata mawasiliano yenu, kama pia kuna namba ya moja kwa moja ambayo ni ya shirika ambayo wanaweza kuwasiliana, japokuwa kweli ipo mikoani kote lakini haiko kwenye wilaya zote. Kwa hiyo wengine wanaweza kupata mawasiliano ya moja kwa moja kama yapo, hata mitandao kwenye zile akaunti zenu kama zipo karibu hapa, si vibaya tukaweza kuzifahamu. Sahihi kabisa. Sisi SIDO tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni Instagram, Facebook, hongereni sana. Asante sana. Na ndani ya hiyo wewe utakachokifanya unachapa neno SIDO Tanzania. SIDO Tanzania. Bila kuacha nafasi itakuja. Okay. Alafu ikisha kuja then utaingia kwenye akaunti yetu. Mle ndani utakutana kuna namba ya simu ipo pale ambayo utapiga ili uweze kupata sasa connection. Kama labda mfano umepiga ile namba ukasema mimi niko Geita, nataka niende nijifunze na hivi na vile, mimi nitakachokifanya tunakuunganisha na manager wa SIDO mkoa wa Geita. Yes. Au labda ninataka huduma ya mwingine anasema nina mashine fulani, kuna wengine wanatutumia mpaka picha. Anasema nataka mashine hii, ambayo ameshapita kwenye kurasa yetu, ameziona zile mashine mbalimbali, huduma mbalimbali ambazo tunazitoa. Anasema nataka huduma fulani au nataka mashine fulani, na iangalia ile mashine ni aina gani. Baada ya pale tunamuunganisha na mkoa husika unaozalisha ile mashine. Okay. Kwa hiyo iko hivyo. Yeah. Kwanza nikupongezeni sana, ni jambo zuri. Nije kwako mkurugenzi wa masoko na uwekezaji. Kwenye eneo la uwekezaji, eneo lako kabisa pia la kazi, ni kwa namna gani mnafanya? Nashukuru sana. Ni jambo kubwa na zuri kwa upande wetu, ambapo kuna mageuzi ambayo tumeyafanya hivi karibuni, lakini kwa ujumla wake uwekezaji ambao tunaulenga kwa upande wa SIDO, tunayo maeneo ambayo tumeyatenga, hata sasa tunaendelea kuyatenga, lakini pia yamekuwepo wakati SIDO inaanzishwa, ambayo yalihitaji kufanywa uwekezaji ndani ya maeneo yale ili kuwarahisishia wajasiriamali kuwa na maeneo ya kufanyia kazi. Ni moja ya changamoto ya wajasiriamali. Unajua, ili uweze kupata bidhaa ambayo ni bora, si tu wakati inatengenezwa, lakini inatengenezewa wapi. Ili TBS wakupe ile alama ya ubora, ni bidhaa pamoja na eneo ambalo unafanyia kazi. Uwezo kuweka kiwanda ambacho hakina miundombinu mizuri alafu ukasema nitakwenda TBS kupata alama ya ubora, haiwezekani. Kwa hivyo uwekezaji tunaolenga ni kwamba tunakuwa na maeneo
ya viwanda, lakini mle ndani lazima tuweke uwekezaji kwa maana ya kuweka miundombinu. Sasa iko katika makundi mawili makubwa. Moja, SIDO kwa maana ya serikali ipeleke fedha katika maeneo yale tujenge miundombinu, hiyo ni upande mmoja. Lakini pia SIDO tunaweza tukashirikiana na wajasiriamali wale ambao wana uwezo kidogo wa kuweza kujenga na tukajenga maeneo yale, alafu baadaye tukaanza mpangaji anakuwa sasa analipa kiasi fulani, lakini kiasi fulani akiwa anajirejeshea. Baada ya muda fulani anakuwa lile jengo analikabidhi 100% kwa SIDO. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya program za namna hiyo, lakini nafurahi tu kwamba hii ni fursa pia ya kuambia wawekezaji wengine wakubwa kwamba mwezi uliopita tumetangaza maeneo yenye fursa za biashara. Tunafahamu kwamba SIDO kama ilivyosema imeanza miaka hiyo, na tuna eneo SIDO makao makuu yetu yako Upanga, na hivi karibuni tunataraji kama unafahamu serikali kuhamia Dodoma. Kwa hivyo eneo kama lile tumelitangaza ili kama kuna mwekezaji yote anaweza kalitumia eneo lile kwa faida kubwa, tunamkaribisha aweze kuona, kwa sababu eneo la Upanga sasa hivi ni eneo nyeti na la kibiashara, kwa maana kuweka fursa mbalimbali za kama ni apartment na mambo kama hayo. Kwa hivyo tumetangaza maeneo, hata Vingunguti tumetangaza kama kuna mwekezaji ambaye anaweza kaja akapanga eneo lile. Yaani kwenye maeneo hayo mnafanyaje? Yaani anakuja kuwekeza vizuri, mtalieleza vizuri. Nashukuru kwa kupata fursa hii. Tunayo maeneo ambayo yanafaa kwa ajili ya uanzishaji wa viwanda. Lakini tunayo maeneo mengine ambayo kwa mfano mathalani Upanga si pale makao makuu sio eneo, ni Mfaume pale mtafahamu, si maeneo ya kuweza kwamba unaweza kuweka kiwanda. Lakini sisi tuko mbioni kuelekea Dodoma, na unachukua kwamba tukitoka pale lile eneo litatumika kwa namna gani. Kwa hivyo tumewaita wawekezaji wakubwa waweze kuwekeza eneo lile kwa kujenga jengo. Unaweza kaona ndio mtangazaji, ukienda pale utajikuta kama tuko kisiwani hivi. Huku kuna migorofa 25, huku 20. Sasa nakaa kinyonge fulani hivi. Kwa hiyo ni sehemu ya majukumu yangu sasa kwa ajili ya kutangaza na kuona namna gani tunaweza waalika wawekezaji wakubwa, ili kwa sababu Bwana Steve naomba nikwambie kwamba SIDO tunahitaji mapato, tunahitaji fedha ili twende vijijini, twende Kakonko, Buhigwe, Kilwa, wapi, Kasolo, Kibondo. Nakumbuka nilienda Buhigwe safari moja na Kakonko huko kuzuri sana. Kwa sababu unaangalia upande wa pili. Yes. Yaani mazingira ni mazuri, kuna fursa nyingi. Sasa kule natakiwa tufike kwa kiasi kikubwa. Tunafikaje? Tunahitaji fedha. SIDO Kibondo mna ofisi ipo SIDO Kigoma pale mjini pale, lakini kote huko tunatakiwa tufike. Sasa maeneo kama hayo kufika kunahitaji pia uwezeshaji. Ni namna gani SIDO tunakwenda kujitegemea ili kuweza kufikisha huduma vijijini? Tunahitaji kuwa na fedha ama vyanzo vya mapato ambavyo vinashikika. Sasa kwa mfano hii kama mkurugenzi wa uwekezaji, mnapo kwa mfano nakwenda Dodoma, ndio eneo labda kama lile makao makuu, unapata mwekezaji anawekeza pale, ndio utaratibu unakuwaje? Yani kwa mwekezaji akiwekeza kuna utaratibu ambao lazima kuwe na ofisi yenu pale, kama anatengeneza ofisi au anaamua tu bana, baada ya muda fulani utatuachia miaka 30 anajenga mgorofa wake pale, mimi mkija mnaanza kutafuta tena pa kupanga? Hapana. Mfano pale ni eneo la biashara. SIDO tuna viwanja vingi ndugu yangu. Hapa tu tuna viwanja zaidi ya 5 pale. BBTT tuna eneo letu pale.
Kwa hivyo SIDO tuna maeneo mengi. Lakini tunapochagua maeneo machache ni kwa ajili ya uwekezaji ili kuweza kuongeza kipato. Maeneo yale yanataka kutumika kibiashara. Na tukapata fedha kupitia programu hizo, na zile fedha zikasaidia kwa ajili ya kupanua huduma ambazo tunazitoa. Kwa hivyo katika uwekezaji ule ni PPP. Kwa hivyo tunayo tuseme policy ama sera ambazo tumezitengeneza, namna gani tunaweza tukatengeneza hayo mashirikiano na kujenga hiyo miundombinu mikubwa kwa ajili ya kupata fedha. Mwekezaji anapata fedha, wakati huo taasisi inapata fedha ya kuweza kuendeleza huduma zake maeneo mengine pia. Hili nimeliona katika taasisi za serikali. SIDO inakuwa kama taasisi ya ngapi, lakini hata shirika la nyumba wamefanya kitu. Na ni jambo moja kubwa sana. Ni jambo ambalo tunaweza kusema taasisi zetu za serikali kama zilichelewa kufanya mambo. Kwa kweli ni jambo kubwa. Kwa sasa na kwenye eneo lako, sababu eneo la uwekezaji na masoko ndio moyo wa shirika. Ndio moyo wa shirika, na bahati nzuri hata mtendaji kwenye eneo hilo amepata kijana mwenye nguvu. Baada ya kuja tu mzee mwingine na miwani yako unapumzika hivi, nataka mtu kukimbizana. Eneo la kukimbizana hasa. Kwa namna gani sasa najua unapata nafasi ya kutembea maeneo mbalimbali, kuangalia ofisi huko, kuangalia maeneo gani mnaweza kuwekeza zaidi? Acha tu Dar es Salaam, kuna maeneo mengi huko mikoani. Hali na yenyewe huko ikoje? Masuala haya ya uwekezaji, masoko kwenye shirika kama SIDO, mnafanyaje zaidi huko mikoani kuhakikisha kwamba ile dhamira ya shirika inafikiwa? Nashukuru. Kwanza kwenye eneo hili la uwekezaji, kwanza ile programu ya kwanza ambapo tunakuwa na tuna maeneo mengi wilayani, mikoani, ambapo wajasiriamali wenyewe wanajitokeza ili kuweza kuwekeza katika maeneo yale kwa kushirikiana na taasisi yetu. Ukienda mfano Kigoma, ukienda Mbeya, ukienda Dodoma, ni maeneo ambayo wajasiriamali wamechangamkia fursa hiyo, na wengi wameweza kuwekeza katika maeneo yetu ya SIDO. Lakini ukienda kwenye upande wa hii program ambayo nimeieleza, ambayo tunatamani maeneo yenye fursa za kibiashara nje na viwanda tuweze kuyatumia vizuri ili kuweza kupata kipato kwa ajili ya kwenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutoa huduma. Pia tumefanya hivyo Dar es Salaam, tumetangaza maeneo hayo. Dodoma tumefanya hivyo, Kigoma tumefanya hivyo. Kwa hiyo kila eneo ambalo tunaliona lina fursa, tunaangalia ni fursa gani ambayo inaweza ikatangazwa na watu wakaanza kuomba. Lakini katika maeneo yote mikoani, mfano Mbeya tuna watu wengi wamewekeza katika maeneo yetu ya SIDO na wanafanya biashara vizuri, wameweka viwanda vyao vizuri. Kwa hivyo tuliweka programu hiyo, tusitegemee tu kwamba serikali ndio iende kuwekeza miundombinu ama majengo katika maeneo ya SIDO peke yake. No, dunia imebadilika. Sasa hivi uchumi lazima uendeshwe na sekta binafsi pia. Kwa hivyo SIDO katika maeneo yetu, kwa sababu yana fursa nzuri ya kiviwanda, ya kibiashara, tunawakaribisha wawekezaji tuje tushirikiane, wajenge majengo, alafu wafanyie biashara, maisha yaendelee. Kwa hiyo hizo program zote zinakwenda vizuri. Tupo na mkurugenzi wa masoko na uwekezaji shirika la SIDO, lakini tunaye pia meneja masoko kutoka SIDO. Mkurugenzi wa masoko na uwekezaji ndugu yangu Gervas Mtahamba, lakini meneja wa masoko ni dada yangu Lilian Masawe. Shirika ambalo linaendelea kufanya vizuri sana chini ya Profesa Mpanduji. Kwa kweli mnastahili pongezi, na profesa mtampa salamu nyingi kwa kazi nzuri kubwa anayoifanya mkishirikiana, kwa sababu hawezi kuwa pale tukaiona SIDO ilipo bila kuwa na kina Masawe hawa ambao wanakusupport Mtahamba. Kwa hiyo umoja wenu ndio unaoweza kuifanya SIDO inakwenda hivi. Kuna swali moja ambalo nikasema nitakuwa napata dhambi kubwa nikiondoka hapa sijaliuliza. Ukiwepo katika maonesho ya kila mwaka ya biashara kimataifa pale Sabasaba, katika mabanda ambayo yana wajasiriamali na wanatembelewa sana, banda la SIDO linatembelewa na watu wengi kweli, na viongozi wengi kweli. Nakumbuka mwaka huu
nilikuwa nimekaa kwenye banda moja nyeti, nimekaa na msubiri mzee wangu rais mstaafu mzee Kikwete apite kwenye ile banda nifanye naye mahojiano. Wakati najiandaa naambiwa mzee uko SIDO huko aje tena. Tulifurahi kumpokea. Na niliona wewe ndio ulimpokea. Naam. Hivyo wale wajasiriamali ambao mnakuwa nao wengi vile, kwanza na kushiriki kwenye maonesho yale, na baada ya pale mnakuwa najua ni kila mkoa mna ofisi, mnajaribu kuwafuatilia wale kujua wanavyoendelea, au ikifikia tu Sabasaba ndo wanakuja na kuondoka, kwa sababu kuna wakati nishafanya mahojiano pale na baadhi ya wajasiriamali, wewe unakwambia nimetoka Geita, mwingine anakwambia nimetoka Kigoma, nimetoka sijui Kiela, Mbeya hivyo. Natamani kujua zaidi namna, kwa sababu kufanya mobilization ya kuwapata watu wengi kwenye banda alafu wote wanazungumza lugha moja ya biashara ya ujasiriamali ni kitu kikubwa sana. Natamani kujua namna ambavyo mnawapata wale watu na mnaachana nao baada ya maonesho, au mnakuwa mnaendelea kuwafuatilia. Nishukuru kwa swali zuri. Kama tulivyoeleza, SIDO ipo mikoa yote, na kwenye mikoa ndiko kunakotolewa zile huduma ambazo tumezieleza hapa. Kuna mtu mmoja nimwambia, ukifika SIDO umefika, yani ukifika pale lazima ukae kwa kutulia, kwa sababu utapata kila huduma. Yani tunatoa huduma ambazo ni seti. Unaweza ukaenda taasisi nyingine inatoa teknolojia tu, masuala mengine ambia anakulifa nenda sehemu nyingine au specialize kwenye teknolojia. Lakini sisi hizo nyanja zote ambazo zinamfanya mfanyabiashara aweze kukua zote tutazipata SIDO. Kwa hivyo akishapata teknolojia kupitia SIDO, akapata mafunzo kupitia SIDO, akapata mikopo aidha midogo ama mikubwa akiwa SIDO, kinachofuata hapo ni kumexpose na soko sasa la bidhaa zake. Hapo ndipo mameneja wa mikoa wanayo kazi sasa ya kuanza kuwashawishi kwamba tumefika hatua hii, sasa natakiwa twende kwenye soko, bidhaa zako zikaonekane. Kwa hiyo mameneja wa mikoa wana kazi hiyo ya kuanza kuwatengeneza ili wale wajasiriamali waweze kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki maonesho hayo. Na meneja masoko anakuwa ndio coordinator mkuu katika kuhakikisha kwamba mameneja wa mikoa wanafanya mawasiliano ili wale wajasiriamali waweze kufika kwenye maonesho na kuweza kuonyesha bidhaa zao. Na mara baada ya maonesho yale, manake watarudi, kuna taarifa inaandikwa ili mikoa waanze kufanya ufuatiliaji. Ni moja kati ya huduma hii ambayo tunaifanya ya huduma kwa mteja. Ndio kazi sasa ambapo mameneja na maofisa katika mikoa wanawatembelea wajasiriamali kuona kile ambacho wamejifunza kupitia program mbalimbali ikiwemo maonesho, namna gani wanafanyia kazi na mambo kama hayo. Kupitia programu hii ndio mtangazaji, wateja wanafurahi na kuona kwamba SIDO ilianzishwa kwa ajili yao. Mimi kwanza nikupongezeni sana kwenye eneo hilo, na muda unatukimbia. Ndio. Natamani sasa tuende kwenye kumalizia zaidi. Tumeona namna ambavyo mmefanya uwekezaji na mnaendelea kufanya uwekezaji, namna ambavyo mna market SIDO kwenye eneo la marketing. Lakini Masao umezungumza vizuri sana ni kwa namna gani pia mmejisocialize katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Naam. Na bado mimi naweza kusema, japokuwa ukiniambia nikupe takwimu sahihi naweza nisikupe, lakini kwa mtazamo wangu kama mwanahabari naona SIDO ilikuwa ni mmoja ya mashirika machache ya serikali ambayo yanakwenda kisasa zaidi. Bado kuna baadhi ya mashirika mpaka leo ukienda ukiangalia, mimi nimewafollow kwenye Instagram. Nimeona hata ule wingi wa watu ambao wana socialize kule na taarifa ambazo zinatumwa. Kwa kweli niwapongeze, mnafanya kazi nzuri. Kuna vitu ambavyo nataka tuvimalizie hapa. Ndio. Kwanza ni wito wa moja kwa moja kwa wajasiriamali na wananchi kwa ujumla. Lakini baada ya hii wiki ya huduma kwa wateja, kuna wengine wanapata huduma, amesema maafisa wenu wanatembea kwenda maeneo mbalimbali kuwahudumia watu. Zoezi litakuwa likiwa na muendelezo, ama baada ya hapo mnarudi kwenye utaratibu wenu wa kawaida wa zamani?
Asante. Kwanza mimi niwatie moyo sana wajasiriamali ama wananchi kwa ujumla kwamba SIDO ilianzishwa kwa ajili ya wananchi, na kwa hivyo tunao wajibu wa kuwahudumia. Na huduma zetu kama nilivyosema zinafanyika ofisini, lakini zinafanyika eneo la kazi, site kwenyewe. Kwa hivyo huduma hii ambayo tumeongeza tu nguvu, tumeongeza nguvu kwamba tunafanya 50% kwa 50 ofisini, washauri watu wanaokuja ofisini, lakini pia 50% uende kule site kwenye viwanda vyao ukaangalie. Lakini katika wiki hii tulifanya tofauti kidogo, tumefanya 30% ofisini, 70% kwenda kuwafuata. Kwa hivyo hiyo program bado itaendelea na tunafanya, lakini katika wiki hii tulikuwa ni special kwa ajili ya wiki hii, lakini hiyo ni kazi ambayo tutaendelea kuifanya, kuvitembelea viwanda, kuangalia changamoto zao ni nini na nini ambacho tunatakiwa tufanye kama wataalamu. Wito wangu kwa wajasiriamali, naomba sana waitumie SIDO. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mengi kwa SIDO ili SIDO iweze kuwafikia wananchi. Kwa hivyo itakuwa ni jambo la si jema kama uwekezaji umefanyika kwenye taasisi ili wananchi wapate huduma nzuri za kuendeleza vipato vyao, halafu wananchi wakabaki wanaitazama kama si sehemu ya maisha yao. No. Mimi naomba wananchi waitumie SIDO, wafike ofisi zote za SIDO mikoani ili waweze kuona ni namna gani wanaweza wakachangamkia fursa zilizopo za uanzishwaji wa viwanda vidogo. Asante sana Mtahamba. Tuje kwako tukimalizia pia Masawe, kwa kumalizia nawe na wito. Wito wangu kwa Watanzania na wajasiriamali kwa ujumla, naomba wasiache kufika katika ofisi za SIDO, na unapoanzisha biashara ni vizuri ukawa na maarifa, ukawa na elimu, ukawa na ujuzi na ukawa na miongozo. Ukipata mtu anayekuongoza katika njia mpya unayoiendea, inakuwa ni rahisi, inakupunguzia vikwazo, inaleta urahisi na wepesi fulani. Kwa hivyo nawasihi Watanzania na wajasiriamali wote walioko nchini kutumia huduma za SIDO ambazo zipo katika mikoa yote ya Tanzania bara. Lakini pia wanaweza kuwasiliana na sisi kupitia maafisa masoko wetu kwa kupitia namba 0744 54 0644 au kupitia namba 0683 84 12 84. Karibuni sana, pamoja tujenge viwanda. Haya, tunashukuru sana kwa niaba ya wananchi, kwa maana